Yetu huyu katoka kaenda shamba vizuri na afya nzuri, amefika mauti hayo ambayo ni ya kusikitisha zaidi. Mapanga aliyokatwa ni mengi, inatia huruma. Kwa sababu na mimi nilikuwa pale mochwali, nimeenda kumuona mwenyewe, inasikitisha sana na inauma kama kiongozi, lakini na mimi kama mzazi imenitia uchungu sana. Lakini kimsingi tunapoteza namna ambavyo tumezoea kuishi kule zamani. Zamani ilikuwa hakuna mgeni anaingia bila kulipoti kwa balozi. Zamani walikuwa watu wakifika lazima wakalipoti kwa balozi kwamba mimi nimetoka kwa eneo fulani, anakotoka na maelekezo, akila alikofikia pia analipoti kwa balozi, baadaye kwa mwenyekiti wa kitongoji, baadaye kwa mwenyekiti wa kijiji. Sasa taratibu hizi zimefutwa, hazipo. Watu wanakuja tu, wanaangaliwa tu. Ndio haya matukio yanatokea, matukio ya ajabu ajabu kwenye maeneo yetu. Nitoe rai kwa viongozi wa wilaya yetu ya Handeni, mabalozi, wenye vitu wa vitongoji, wenye vitu wa vijiji na maafisa watendaji, wazingatie haya. Hakuna mgeni yoyote. Wakati mwingine matajiri wananunua mashamba huku, wanaleta watu, baadaye wanaoletwa kwenye mashamba wanaharibu, wanawafukuza bila kuwarudisha waliko kuwatoa. Baadaye ndio hao wanafanya matukio ya ajabu kwenye maeneo yetu. Hapa watu wanauliwa wengi kwenye eneo hili la Kwamgwe, na hao wanaowaleta watu wapo, baadaye wanaua afu wanakimbia. Inaleta shida. Nirudie tena kusema, tunawaomba viongozi wenzetu wa maeneo haya na wilaya yetu kwa ujumla, watu wazingatie utaratibu. Mtu anavyoleta watu lazima kawalipotishe kwa balozi, kwa mwenyekiti wa kitongoji, mwenyekiti wa kijiji, ili baadaye likitokea jambo tunaanzia hapo. Sio taratibu wa kuleta watu afu baadaye wanasukua, ameharibu, anafukuzwa, hana nauli, hana nini, anaenda kupata watu kwa naishi, baadaye anafanya matukio haya, watu wanasikitika, inatia uchungu. Kwa hiyo ndugu zangu, nimeona nitangulize hicho ambacho mimi kimeniuma sana. Lakini niwashukuru ndugu zangu wa Kwamgwe kwa namna alivyojitokeza. Aliacha wajukuu zake hapa nyumbani. Sasa kwa kawaida anapoenda shambani hakai mpaka zaidi ya saa 6. Lakini jana ilipofika saa 6 bado hajarudi, na ikaendelea mpaka saa 8 hajarudi, mpaka hata wale watoto wakawa na wasiwasi. Tukaanza kuhoji, huyu mbona leo anachelewa shamba? Lakini kuna mwanae wa kiume tukampa hiyo taarifa, akapiga simu. Ile simu ikapokelewa na mume wake. Akaambia, mama yuko wapi, mbona nyumbani harudi? Akasema, mama yako yuko mabondeni. Akaishia hapo, akakata simu. Baada ya kukata simu, akawa akipigiwa hapatikani. Lakini ilipofika saa 10 kasoro tukapata simu kutoka Rushoto kwa mwanawe huyu marehemu ambaye yuko Rushoto. Kapiga simu kwa msichana mwenzake hapa nyumbani kumwambia, mbona uko nasikia taarifa ya mama, nimepigiwa simu na baba kwamba mama yuko shamba lakini kafa. Yule alipokea simu akaja pale, akawa analia, jamani, mbona nimepigiwa simu naambiwa Kadolo kafa huko shamba? Tuamulizo wamepigwa naye, anasema ni na mwanae Mariamu. Kwa sababu tulikuwa na wasiwasi, kwa nini huyu harudi? Na tulipopata kauli hiyo ikabidi tuandamane twende kule shamba. Mimi nilichukua bodaboda ili niwahi kufika, na wengine wanawake na mama wote walishika kukimbia. Kwa hiyo ndio tukaukuta ule mwili umelala chini ya mchungwa. Hapo alipokuwa analima amelala, lakini kafunikwa na tenge. Lakini mkono wake wa kulia aliolalia akawa kauyoosha huko mbele. Ule mkono tukuangalia umejaa damu. Nikaambia, jamani, huu mkono huyu kafa, lakini mbona mkono umejaa damu? Kufunua ile tenge kichwani, ikakuta kichwa chote kimechana na panga. Yaani sio sehemu moja, mapanga 5 yamekata kichwani na kila panga limeingia. Haitoshi, mikono ile sijui alikuwa na kinga ile panga, mikono yote ile imekatwa yote miwili. Baada ya hapo tena kuna panga lingine limepiga hapa
nyuma ya kichogoo ile chini ya shingo kwa nyuma limekata mpaka sehemu hii ya karibu ya koo. Kwa hapo mimi hatua nipigia mwenyekiti wa kijiji kwa kuwasiliana na polisi Michungwani, naye alifanya hivyo. Tulikaa hapo muda masaa machache tu, polisi walifika. Polisi walipofika ndio wakashauri kwamba maiti abebwe apelekwe hospitali Magunga. Kwanza tangu ameoa hawajamaliza mwaka, na sijapokea ugomvi wao wote ule hapa nyumbani. Na yule bwana alikuja hapa na kama miaka mitatu yuko kwa Mgwe hapa, lakini kilichomleta huko ni kufanya vibarua. Lakini akawa na wenyeji wake hapa aliofikia, na hata wakati wa kuja kuoa hao ndio waliomleta, ambao wanamfahamu mpaka kwao. Hapa hakuacha mtoto hata mmoja, bali mke ndiye alikuwa na watoto wake ambao amezaa na mume mwingine. Sasa jina la marehemu anaitwa Maajabu Salimu Mohamed, miaka 52. Ameacha watoto 7 na vijukuu. Sisi baada ya kupata taarifa ya tukio hili la jana, tulichukua hatua mbalimbali kuhakikisha kwamba wahusika hasa idara ya polisi wanafika na madaktari kwa ajili ya uchunguzi wa awali, na hatimaye tukashirikiana na wananchi kufikisha mwili pale Magunga. Sasa katika tukio hili kwa kweli la kusikitisha, na tuna vitu vingi vya kujifunza. Kama alivyosema watu mbalimbali waliotangulia kwamba binadamu mioyo yao wana mioyo tofauti, yani moyo wa binadamu ni msitu. Lakini sema kwamba matukio kama haya kwetu sisi kwa Mgwe, kama alivyosema shehe mmoja, ni matukio ambayo yanajirudia rudia. Kwa hiyo naomba sisi wote kwa pamoja tushirikiane, tuombeane kwamba matukio haya yasijirudie tena. Ni mtu na mwenza wake wametoka asubuhi vizuri kwenda kwenye shughuli zao za kila siku, lakini hatimaye tunapata taarifa kama hii ya kusikitisha. Sasa hatuna jingine la kusema sana. Kwa masikitiko makubwa sana, kwa sababu ni tukio ambalo ni la kigaidi, la kinyama, na haitakiwi kufanyika kwa binadamu. Yaani juu ya hili tungeiomba serikali yetu, wanaosimamia vyombo vya sheria, vyombo vya dola, walifuatilie, walifanyie kazi, kwa sababu kwa mtu mwenye akili zake timamu hawezi kufanya kitu kama hiki. Mtu unamkatakata kama mishikaki, na hali ya kuwa ni mke wako. Kama kungekuwa kuna ugomvi kama ilivyoeleza baba yetu pale, sawa, kwa sababu marehemu nyumba yake hii hapa, baba yake nyumba yake ile pale. Ina maana kama kungekuwa kuna ugomvi, ina maana baba mtu ndiye angekuwa mtu wa kwanza kusikia hilo. Lakini hadi unamkuta mauti, baba mtu au baba yetu hajafikishiwa taarifa yoyote inayohusiana na ugomvi wa watoto wake. Mtu kaenda shamba, wametoka ameenda shamba, akamwacha shamba akarudi huku, kwa sababu inayesemekana kulikuwa kuna watu. Ina maana alishindwa kufanya la kwake. Mara pili alivyorudi ndio nahisi kwamba huenda kulikuwa kumetulia, ndio akafanya la kwake, akamuhifadhi alivyojua yeye, akaja akaingia ndani, akauza mahindi, akaanza safari yake, kwa sababu kashakamisha la kwake. Na pia bado anazidi kupiga simu. Kwa mfano mchana hadi nimempa taarifa askari kwamba anazidi kupiga simu, na amesema sio moja tu, nitaendelea. Nishatoa taarifa kwa askari. Kuna askari alinipigia simu kutoka wilaya, alijitambulisha ni afisa upelelezi wilaya. Alinipigia, nikampa na hizo taarifa, akaniambia kuna askari gani yuko hapo, nikampa simu yangu, akaongea naye yule askari. Kwa maana hiyo bado anaendelea kulifa. Pole kwa baba yetu, mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, kwa kuondokewa na binti yake. Sio jambo jepesi kama tunavyoliona, ni jambo zito sana. Lakini ndugu zangu, hii inatupa picha tofauti katika jamii yetu ambayo tunaishi. Nadhani kwa eneo la kwa Mgwe sio jambo la kwanza, ni jambo ambalo linatokea mara kwa mara. Kwa hiyo ni homework kwa viongozi wetu wa dini, wa Kristo kwa Waislamu. Tutambue kwamba upendo wa wengi umepoa.
watu sasa hivi hawana hofu ya Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu viongozi wa dini, ni wasihi kwamba tuongeze dawa, tuongeze mahubiri. Vijana wetu wamebadilika sana. Roho zao zimekuwa ni ngumu mno. Lazima tujiulize, tufanye mabadiliko. Sasa hivi lazima tuhakikishe hata kule katika misikiti yetu usilizike na waumini unaowapata kila Ijumaa au Jumapili. Jamani, vijana wetu huko mtaani wanavuta bangi, akili zao zinakengeuka, roho zao zinakuwa ngumu na mbaya sana. Lakini jambo lingine, naomba nitoe rai kwa serikali yetu. Haya mambo yanaudhi, mambo yanakera. Tunatamani, kwa sababu tunaiamini serikali yetu, tunaamini chama chetu, tunatamani aliyofanya jambo hili na wale wengine wapeleke haraka sana katika vyombo vya maamuzi. Tunataka tuone hatima hili jambo ni nini. Sio hizi kesi nyingine za kuku na kadhalika, ndani ya muda mfupi hukumu imetolewa. Tunataka pia tuone kwenye kesi kubwa kama hizi, ili iwe fundisho katika jamii yetu inayotuzunguka. Sababu kama mtu haoni hatua zikichukuliwa, basi ndio maana mtu anaamua tu kuchukua maamuzi mkononi. Sheria ifuate mkondo wake. Watu wakome, waache hii tabia ya kuchukua maamuzi mkononi.